Habari za muda tena ndugu mpenzi mtazamaji, kwa leo tutakwenda kuangalia moja kwa moja ni kwa nini watu wengi wanapenda au wanakwenda kutumia madawa ya kulevya. Mara nyingi ni kwa nini? Kwa hivyo ndio vitu vya msingi tunatakiwa kwenda kuvitazama kwa leo. Na kuna sababu kuu tano ambazo wakati mwingine ambazo zinampelekea mtu kufanya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo kimsingi tupite kwenye hizo sababu kuu tano, tuangalie na tuzijadili kwa pamoja. Kimsingi sababu ya kwanza ya msingi ni kupata unafuu. Wakati mwingine mtu anakuwa na kiwango cha juu cha msongo wa mawazo, kwa hivyo anahisi kwamba akitumia labda pombe, akitumia labda bangi, akitumia sigara, hiyo inaweza kumletea unafuu kwenye kile kitu ambacho anakipitia, whether ni msongo wa mawazo unaotokana labda na jambo fulani. Kwa hivyo anapotumia kiwango cha madawa ya kulevya, either pombe, sigara au bangi, yanaweza kumfanya akawa katika hali fulani ya unafuu wa kukabiliana na ile hali ya msongo. Lakini kitu kingine kukosa msaada wa kiafya, hasa wa kisaikolojia. Kwa kuna wakati mwingine watu wengine wanapitia mambo mengi yanayohusiana na msongo wa mawazo, maisha, mahusiano, kazi, mambo mengi. Kwa hivyo kukosa ule msaada wa kisaikolojia kwa wakati unaweza kumpelekea mtu kutumia madawa ya kulevya, ikiwemo na hivyo vitu ambavyo nimetaja huko awali. Lakini jambo lingine kukosa utatuzi wa jambo katika njia iliyo sahihi. Mfano, unapopata tatizo, wakati mwingine anaona kwamba mimi naweza kuzungumza na mtu fulani wa karibu yangu, nikamwelezea changamoto yangu, na mwisho siku akanishawishi nifanye nini, au akanishauri kwenye hilo jambo kwamba kutokana na changamoto uliokuwa nayo unaweza kufanya jambo A, jambo B na jambo C, mwisho siku jambo hilo likawa limekamilika. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kumfanya mtu akaweza kuingia kwenye changamoto ya matumizi ya madawa ya kulevya ni makundilika, hasa vijana. Unakuta wengine wanasema kwamba ukitumia pombe unakuwa una usirias fulani ambao unakuwezesha kufanya jambo fulani ambalo halikupia aibu. Kwa hiyo vijana wengi sana tunaingia kwenye hayo maeneo kuona kwamba tukifanya hivyo basi inaweza kutufanya tukawa katika hali fulani nzuri. Lakini pia tunahisi kwamba ukitumia madawa ya kulevya unapata hali fulani yenye kufurahisha, kwamba ukionekana unakunywa pombe au unavuta bangi au unavuta sigara, unaonekana kijana ambaye una usasa, unakwenda na wakati. Kwa hiyo nayo inaweza kukuletea changamoto kwa namna moja au nyingine. Na mara nyingi unapoingia huko, kutoka inakuwa ni changamoto zaidi. Lakini changamoto nyingine ambayo inaweza kumpelekea mtu kaingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya ni msongo wa juu zaidi wa mawazo, yani ambao unakuwa unajirudia mara kwa mara. Kuna baadhi ya matukio kwenye maisha yetu yanakuwa yanajirudia kila wakati. Ila mfano kwenye mahusiano, unaweza kuwa na mahusiano na mtu huyu, tatizo lilokutana nalo kwa mtu yule basi linajirudia kwa mtu mwingine au kwa mtu fulani. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kujikuta unaingia kwenye changamoto ya matumizi ya madawa ya kulevya kutokana na changamoto kama hizo. Utatuzi wa mambo kama haya ni muhimu sana kupata msaada wa kisaikolojia, kwa maana kwamba wa kiafya, ili kuweza kukaa sawa zaidi kulingana na changamoto ambazo unakuta. Lakini pia hakikisha unaweza kuwasiliana na mtu wako wa karibu zaidi kabla hujaingia kwenye hatari, na kuweza kujadiliana naye kuhusu changamoto ambayo inakukabili. Lengo ni kutafuta utatuzi mzuri zaidi wa jambo ambalo linakukabili. Lakini namba 3, epuka makundi ambayo yanaweza kukufanya ukaingia kwenye tabia hatarishi ambayo ya kukufanya ukapata athari ya kuingia kwenye madawa ya kulevya, kama vile matumizi ya bangi na vitu vingine vingi. Asante na kwaheri.